wewe Kasongo hujui watu ya mbele. Wewe Kasongo hujui wa mbele. Tarehe 27 ikifika saa 6 usiku utajua watu ya mbele ni akina nani. Neguo. Nemokamonia. Wangapi watafundisha Kasongo adabu? Na wewe Karinda umesubua watu ya mbele. Tangu uchaguliwe governor hakuna kazi umefanya hapa mbele. Unachukia watu ya mbele. Ati kazi yako kwanza hapa mbele tangu uchaguliwe governor ni kuleta Muthende ati akuwe MP. Hiyo ndio kazi ya kwanza. Kuna kazi nyingine Karinda amefanya hapa? Kwa hiyo rarutete wako. Niekelete mai. Ziende. Mimi nauliza wewe Ruto na Kindiki. Iko haja gani kumwaga milioni 500 mbele? Pahali hakuna stima, hakuna maji, hakuna barabara. Hii pesa kama mngekuwa wangwana, mngeletea watu ya mbele maendeleo wakumbuke nyinyi. Si ndio? Sasa leo Kasongo wako bunge. Na barua mrefu ati asomewa Kenya ile amefanya na ile atafanya. Ni uongo si uongo? Nyinyi mtamsikiza? Iko haja ya kusikiza Ruto? Leo saa 8:30 ameita bunge. Atakuwa pale na kunywa maji. Ati akisoma tumefanya hii. Yeye alituambia atatuweka pesa kwa mfuko. Kuliko atuweke pesa kwa mfuko, ile kidogo tulikuwa nayo akafanya nini? Kasongo aende asiende? Na mimi nataka niseme, nimesikia huyu Roko ati anaambia watu ati uende upigie Muthende kura, ati upige picha, ati baadaye ukuje uchukue pesa. Hiyo ni uongo. Hii uchaguzi ikiisha hakuna mtu atakupatia hata shilingi 10. Si mnajua hiyo? Mware kiagothurana macio mangene mahe. Kwa mundu gakwenre bico murehere akwe mbeca. Ucio ni maheni, iyo ni kura yaku yora. Mundu wothe tuhinge mukawa, muthie muthukume kuria muthukumaga. Thutha wa mweri 24 mucoke mawira-ini manyu, tuhinge mukawa, tukire tuthure kanisa. Nitugwika uguo? Nitugwika uguo? Nyinyi watu wa IEBC, tunataka kuwatahadharisha na tuwaonye. Huo mpango mko nao wa kutumia register ile ya zamani ya 2017 ndio hao wananchi wenye walijiandikisha mwaka wa 2022 wasipige kura. Tunataka kuwatahadharisha. Mtu akija kupiga kura kituo chochote, akute jina lake aliko, nyinyi watu wa IEBC, presiding officers, returning officer na commissioners, nyinyi we are going to hold you responsible and accountable. Hiyo ukora mlikuwa mnapanga tumeijua. Na ndio sababu huku mmemwaga polisi wamevaa nguo za raia. Ati ndio wakuje kutisha kina mama wakienda kupiga kura. Tunataka kuwaonya. Hapa ni mbele. Mtu ambaye hana kura ya hapa, ule tutakuta kwa njia akienda kumangamanga hapo. Vijana hao watatengeneza, wataonyesha nyinyi chamke na kuni. Na tunataka mtoe ile register ya wapigaji kura ya 2022 mapema, ndio tuhakikishe kwamba huo ukora mumekomesha. Nyinyi watu wa IEBC tunaonya. Sasa wewe Kindiki, wewe ukiulizwa kandidati yako atafanya nini? Hii Muthende yako unasema tuchague. Amewahi kuwa chifu mahali fulani? Amewahi kuenda mahali fulani? Hata amewahi ambiwa kanisa yao hesabu sadaka? Na unataka tumpatie kura tutoe wapi? Hapa iko kura ile mtu anaitwa Muthende kweli? Inaweza kupatikana hapa? Na wewe Kindiki wewe, sasa wewe, huyu Karish amechaguliwa na watu. Wewe umechaguliwa na nani? Wewe umechaguliwa na nani? Wewe umechaguliwa na nani? Wewe amechaguliwa na nani? Aende asiende? Wewe kwa mkutano ya viongozi, wewe unafaa kuongea baada ya Karish. Karish amepigiwa kura. JB amepigiwa kura. Wewe umechaguliwa na nani? Wewe umechaguliwa na nani? Tunataka tukueleze. Na mwisho kabisa, iko mtu mwingine hapa yenu anaitwa Karinda, ati alisema kwa sababu yeye ni chairman ya UDA lazima mchague chama yao ya UDA. Hasa wewe Karinda hata wewe ni mkumbavu. Mimi nataka nikuulize, maiti hata akifungwa tai, hiyo tai inasaidia nani?
Chama ambayo imekufa hata ukiwa chairman inakusaidia nini? Waende wasiende? Wacha nione kura ya Karisha hapa. Kura ya Karisha hapa. Kura ya Karisha hapa. Na unajua Mheshimiwa JB Muturi, mimi wakati nimekuja leo kwa sababu nimefika hapa, mimi siendi nyumbani. Mimi nakaa hapa na nyinyi mpaka 27th, mpaka 28th, mpaka 29. Lakini iko aibu moja ni lazima mlitolee. Mimi siwezi kwenda kulala kwa hoteli kama Geoffrey Ruku. Ati saa 12 anapiga mlango, amuka tutoe mashuka. Hapana. Hapana, lazima mnitafutie mahali ya kulala. Mtamtafutia mahali ya kulala. Mtamtafutia mahali ya kulala. Na mimi niko hapa mpaka tarehe 27. Tunataka watu wa Berenod wakule. Tunataka mkule. Siku ya kupiga kura, mtu anaitwa Moi alipata kura chini ya 1000. Sasa watu wa Kipipiri wamenituma niulize, mnajua kukula pesa ya Kasongo? Mutaikula? Kindiki akileta Karida karehe, Rokwarehe. Kwanza Karida ni gataruku, Roko nero heu, Kindiki niwe waragire ciana citu. Mulisikia Kindiki akiuliza Rigiji alichaguliwa na nani? Mulisikia? Yeye alichaguliwa na nani? Nani alichagua Kindiki? Si ni Kasongo. Mnajua alichaguliwa kwa nini? Sababu alifanya kazi mzuri kulingana na Kasongo ya kuwa vijana wetu wa Gen Z. Hiyo ni kazi ya Mungu ama ya shetani? Shetani ashi. Sasa Kindiki ni mfanyikazi wa Mheshimiwa Ruto. Na wote na Karida na Roko tarehe 27 tunataka tuwaonyeshe kama watu wa Kipipiri. Mtafanya hivyo? Ne modo etagwo Soprano. Soprano Gen Z mpo. Gen Z mpo. Nani aliwa Gen Z? Nani aliwa Gen Z? Internal Minister of Internal Security. Gen Z kiuragwo mara mbere gokenda. Gen Z 80 iketuka abducted. Mode wage tekeu etagwo Soprano. Tatawatia. Na ndio woka goko kumwirate muthura Ruto muthigari wetagwo muthende nigethia mathie na mbere na ku abduct na kurasha na citu. Mmekubali au msukubali? Mmekoma msukubali? Soprano ende asiende. Soprano ende asiende. Gen Z, nataka hii uchaguzi wa Karis tuzika kiama kia UDA turage nyoka na matume make leke manegene leke meko amekwenda no tuga mathio makiomaga mathio magekagatia mathio magekagatia. Wewe bwana rais unasema Rigiji hana akili. Wakati Rigiji amekuja hapa Berenod akifanya mkutano na wewe unaambia yule Soprano mtu wako wa mkono afanya mkutano after bwana Rigiji amefanya yake, anarudi hapo kufanya yake. Wewe kati yako na Rigiji nani yako na akili? Nani yako na akili? Wewe unasema Rigiji hana akili. Lakini wakati Rigiji amekuja hapa Berenod anaamka saa 11 asubuhi kwenda kunywa chai kwa watu wa Berenod katika nyumba zao. Na wewe umwambia Kindiki pia yule Soprano, yule mtu wako wa mkono, umemwambia pia na yeye anaamka mapema aende akakunywe chai kwa watu wa Mbere. Kati ya wewe na Rigiji nani yuko na akili? Yaani wewe rais, na hiyo akili yako unasema mingi, umebomoa mambo ya afya katika Kenya yetu. Na hiyo akili yako umetoa Linda Mama. Na hiyo akili yako umetoa Edu Afya. Na hiyo akili yako umeleta SHA ambayo haifanyi kazi. Kati yako na Rigiji nani hana akili? Nani hana akili? Sasa wewe bwana rais unasema wewe ndio uko na akili. Lakini masomo yetu ya hapa Kenya umeharibu na uliipata ikiwa sawa sawa. Sasa umesema kuanzia January kama mtoto anasoma day school lazima atakuwa akilipa over and above chakula analipa 9,000 kuanzia January. Hiyo mnajua? Sasa wewe umeharibu masomo yetu ya Kenya. Tangu wewe kati yako wewe na Rigiji nani hana akili? Ya mwisho leo hii ati anasoma the state of the nation. Na wewe rais umetuzoea. Wapi kamera ya rais? Ni hii. Unajua anaangalia. Nataka zote tuangalie pale. Nataka tuambie wewe rais umetuzoea wewe.
Tufanye zote. Wewe rais umetuzoea wewe. Wewe rais umetuzoea wewe. Wewe unaenda kusoma State of the Nation. Na kila kitu ambayo ulituambia utatufanyia wakati wa siasa umefanya opposite. Wewe umejiwekelea madeni kubwa, lakini hakuna kitu tunaona kwa ground. Ukweli ama uongo? Umeua watoto wetu wewe Kasongo wewe. Wewe Kasongo umeua watoto wetu. Wewe umekidnap vijana wetu including kijana wa JB Moturi na kijana wengine wa Embu Town anaitwa Billy Mwangi. Wewe unashika Mokonji unamuita terrorist wewe Kasongo wewe. Aende asiende. Aende asiende. Aende asiende. The state of the nation is sickly. Our nation is sick. Na hiyo ugonjwa ya Kasongo inaitwa Mudhendeko. Lakini on 27th tunapata dawa ya Karish mwana wa Mombere aingie bunge tumalize.